ndani yako. Yeye anakuletea haki yote. Haki yote maana yake nini? Haki yote maana yake unakuwa na haki zote kama Bwana. Haki ya kusamehewa dhambi, haki ya kuponya magonjwa, haki ya kuishi maisha mazuri. Kuna watu kwa sababu wako chini ya vifungo vya shetani hawana haki kwenye maisha yao. Unakuta wanatumikishwa vile ambavyo shetani anataka, wanatumikishwa vile ambavyo shetani anawaamrisha. Unapokuwa kwenye maisha ya ufungwa unakuwa hauna uhuru sana, ni kwa sababu shetani anakuwa na kudhibiti. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, haya maisha usipokuwa na Yesu ni maisha ambayo ni hatari. Ndio maana watu wengi wanakufa kabla ya muda wao. Unakuta mtu leo alikuwa mzima, kesho tunaambiwa amelala, ni kwa sababu amelogwa. Ngoja nikwambie, unakuta mwingine alikuwa mzima, leo anauma hata magonjwa yasiyofahamika, amekamatwa na magonjwa. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, dunia hii sio salama. Sio salama kama una Yesu. Dunia hii sio salama. Sio salama kama una Yesu. Unamhitaji Yesu Kristo. Yesu akiingia ndani yako, hapo ndipo utakuwepo usalama. Usalama uko kwa mtu anayejaribu, anayeamini, aliyeamua kumtafuta Yesu, kutembea na Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Leo nimekuletea Yesu. Moja nikwambie, ningelipa madini kama dini ingelikuwa na nguvu ya kumsaidia mwanadamu, lakini ngoja nikwambie, dini haina nguvu, dini haina uponyaji, dini haina wokovu, dini haina chochote. Dini inamsaidia mtu, dini inamsaidia mtu amtafute Mungu, lakini ngoja nikwambie, Yesu Kristo, wokovu ni mpango wa Mungu kabisa, ni mpango halisi wa Mungu wa kukutafuta mwanadamu. Leo Yesu amekuja kusaidia. Leo Yesu amekuja kusaidia. Akusaidie kwenye maisha yako, akusaidie kwenye ndoa yako, akusaidie kwenye mambo yoyote ambayo unatamani akusaidie. Ninamaliza mama yangu, ninamaliza baba yangu, lakini Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ibrania sura ile ya 3 mstari wa 2, anasema sisi tutapataje kupona? Anazungumza maandishi ya Ibrania, anasema sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mko namna hii? Leo nimekuja kukwambia uko wokovu. Wokovu juu ya maisha yako, wokovu juu ya ndoa yako, wokovu juu ya biashara yako, wokovu juu ya jambo lolote unalolifanya. Leo tumekuletea wokovu. Maandiko yanasema tutapataje kupona? Kumepona ya maadamu ni kupokea wokovu, na tunapopokea wokovu tunampokea Yesu mwenyewe. Wokovu ni Yesu mwenyewe. Yesu ndiye mponyaji, Yesu ndiye mpenda miujiza, Yesu ndiye anayetenda maajabu. Huyo ndio nimekuletea mama, nimekuletea. Yesu ndio zawadi juu ya maisha yako. Yesu ndio zawadi juu ya maisha yako, utakuwa salama. Yesu ni zawadi juu ya ndoa yako, utakuwa salama. Yesu ni zawadi juu ya biashara yako, utakuwa salama. Tumetumwa na Bwana tukapige kelele, tukawaambie watu ya kwamba hakuna salama kwenye maisha yao kama hakuna Yesu ndani yao. Ndio maana tunasimama tunawaambia ya kwamba maisha haya pasipo Yesu hakuna usalama. Maisha haya pasipo Yesu hakuna usalama. Usalama wa mtu ni kuamua ya kwamba Yesu aingie ndani yake. Umenisikia mtu wa Mungu? Unatamani Mungu akusaidie, unasema mhubiri, nimekusikia kijana, unanena maneno haya, ninamhitaji Yesu ili apate kunisaidia. Nasema mhubiri, kijana wangu, nimekusikia, mimi nateseka kwenye maisha haya, nateseka na uvimbe. Unasema mhubiri, nimekusikia, kwenye maisha haya miguu inanitesa, ninatamani nipate uponyaji. Unasema mhubiri, nimekusikia, mimi nahitaji mtoto, maana nimetembea mpaka kwa waganga lakini sijapata mtoto, nimeenda hospitali lakini sijapata mtoto. Mhubiri, nimekusikia, nitendeje basi ili kusudi Mungu anisaidie? Kuna mmoja mwingine anaweza kusema, mhubiri, nimesikia, mimi huwa nateswa na ndoto mbaya kila wakati, huwa naachiliwa na majitu mabaya, yanakuja yananitafuta, wakati mwingine naota kama nazikwa. Ninamhitaji Yesu. Mhubiri, nitendeje basi ili nipate kuwa salama? Leo ninazo habari njema kukwambia ya kwamba yuko mwanaume, yeye anakomesha mambo yote mabaya. Nataka niombe na wewe, uko hapa unamhitaji Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, hatujakuletea theory, hatujakuletea nadharia. Ngoja nikwambie, wakuletea wengine nadharia, lakini sisi hatujakuletea nadharia. Tumekuletea uhalisia wa Yesu. Ukituona tunamhubiri hapa, hatubahatishi wala hatubahatishi kusema labda leo amepatia. No, siku zote tuna uhakika na Yesu tunayemhubiri. Mtu yeyote anayeamini ya kwamba anaweza kapokea wokovu au anaweza kapona, Yesu yuko tayari kumponya na kumsaidia. Ndugu yangu, hatujaleta bahati nasibu hapa, tumemleta Yesu mwenyewe, mtenda miujiza. Huyu Yesu anatenda maajabu makubwa. Ndugu yangu, moja nikwambie, hatujaleta nadharia ya kusema ya kwamba Biblia ni nadharia. Moja nikwambie, Biblia ndio nadharia. Ukimshika Yesu vizuri, Yesu ni halisi, yeye ni halisi kabisa. Kama unataka kuthibitisha hilo, hebu mpokelee uone kama ndoa yako haijapona. Kama unataka kuthibitisha hilo, hebu mpokelee uone kama huo ugonjwa hujaondoka. Hebu mpokelee uone kama hiyo biashara haijaanza kwenda vizuri. Kama mpokelee uone kama hujaona Bwana akikusaidia. Asante Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye Bwana amelisikia neno lako. Na napoenda kuomba na mtu huyu Yesu Kristo, ninaliita jina lako Bwana, ukamsaidie. Kuna wengine wanahitaji rehema, Bwana achilia rehema katikati yao. Kuna wengine wanahitaji uponyaji siku ya leo, Yesu achilie uponyaji. Kuna wengine wanahitaji neno la siku la kuwasaidia. Kwa maombi haya, Mungu kawasaidie katika jina la Yesu. Uko hapa unasema mhubiri na mhitaji Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naomba unifuatishe maneno ya sala hii fupi popote ulipo. Naamini Mungu wangu hana umbali. Mungu anafika kila mahali. Ukiamini pamoja na mimi, Mungu anakugusa hapo hapo ulipo. Hebu amini pamoja na mimi, alafu fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Nimesikia ujumbe huu, nami nimetambua ya kwamba siwezi kujisaidia. Yesu, nisafishe kwa damu yako na unitakase dhambi zote nilizotenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Nisamehe Yesu. Tangu leo nimeamua kuchagua uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisamehe Yesu. Nitaendelea mbele, sitarudi nyuma. Asante Yesu. Amen. Amen. Mpaka hapo umesamehewa na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ni mwema na ni mwaminifu. Uko hapa unaumwa, unahitaji nguvu za Mungu zenye kukuponya na kukusaidia. Nataka nitamke neno la uponyaji juu ya maisha yako. Unaumwa miguu, kuna mtu hapa anaumwa miguu. Unaumwa miguu, unashuhudiwa kabisa. Miguu inakutesa. Wengine wanaumwa kifua. Uko hapa unaumwa kifua. Ni pumu hiyo inakuuma. Wakati mwingine ukiwa peke yako unaweza ukajikuta hata kifua kinabana, unaweza ukaanguka. Hiyo inakukamata. Nataka nitamke neno la uponyaji kwako. Kama uko hapa, amini pamoja na mimi, na Mungu anagusa maisha yako na utakuwa salama. Uko hapa unasumbuliwa na tumbo. Tumbo linakutesa. Ninatamka uzima juu yako, na Mungu ninayemwamini anaachilia uzima na utakuwa salama. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, wewe ni mponyaji. Nasema mimi ni Mungu niponyaye, na kweli tunakuamini ya kwamba wewe ni Mungu unayeponya katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anaamini pamoja na mimi na ya kwamba naweza kumponya kwa jina la Yesu Kristo. Ninatembea kila roho ya ugonjwa iliyoshikilia maisha haya kama maisha ya mtu huyu, kila roho ya ugonjwa iliyoshikilia mwili huu katika jina la Yesu Kristo. Ewe pepo, ninakupemea kwa jina la Yesu. Mwachie baba huyu katika jina la Yesu. Achia tumbo la baba huyu, achia miguu ya mama huyu, achia kwa jina la Yesu Kristo. Achia kifua cha mtu huyu kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakemea kila kazi za giza, ninakemea magonjwa ya kila namna, ninatangaza uzima juu ya maisha yako siku hii ya leo. Natamka uwezo wa Bwana, natamka nguvu za Bwana, natamka mamlaka ya Bwana ikasimame na kutawala. Ukawe mzima ewe mama, ukawe mzima ewe baba, ukawe mzima ewe kijana katika jina la Yesu Kristo. Yesu na akakuponye, Yesu na akakutendea mema.
Yesu na akakuguse kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unaamini na umeamini ya kwamba uponyaji umeingia ndani yako, unaweza tukaitikia amina kubwa na ikawa baraka kubwa. Itikia tu amina kubwa na ikawa baraka kubwa. Yesu akubariki na Yesu amekutendea mema na Yesu akakusaidia katikati ya mambo yote. Haleluya.